Nikiwa kama ubavu wako, sitakubali ni kuacha upambane mwenyewe. Kama tutachoma mkuki, ni bora tuchomwe na tufe yote. Na kama tutashinda hii vita, ni heri tushinde tukiwa pamoja. Bosi, mzigo umeshawasili. Kwa nini umechelewa? Samahani bosi, nimechelewa kwa dakika 5 tu na haitojirudia tena. Dakika 5? Unasema dakika 5? Watu wanapoteza uhai kwa sekunde moja tu. Wewe unachelewesha kwa dakika 5 nzima. Samahani bosi, kuna kifoleni kilitokea na kila mtu alikuwa analalamika njia. Nyamaza! Mimi sio mtu, mimi ni Dragon. Sitakiwi kulinganishwa na hao watu. Unazitaja dakika 5 kila hisi sana. Dakika 5 zinatosha kubadili jina la mtu na kuwa historia. Bosi, sitakosea tena. Naomba unipatie nafasi moja tu ya mwisho. Ishu hapa sio dakika. Ishu hapa ni kanuni. Kanuni haibadiliki. Hata kama mtu akiomba samahani. Acha nikufundishe samahani ya dakika 5. Una maana gani kunifunga hivi ya kwenu? Nimekufunga kwa sababu nataka nikutoe hapa na kupeleka sehemu salama. Achana na hii vita. Hii vita niachia mimi mwenyewe. Dragon sio mtu wa kuchezea. Lakini mimi nilitaka kwa... No, Zebu. Nakupenda sana mke wangu. Naomba siku ya leo iwe siku ya kufundishana matumizi ya bunduki tu. Zipo vita nyingi sana mbele yetu ambazo tutapambana pamoja. Kitu ninachojivunia ni kwamba nimepata kamanda wa uhakika. Nakuomba sana kwa leo hii isiwe vita majaribio kwako. Moyo wangu unakwenda kujificha kwenu, lakini moyo wangu uko pamoja na wewe kuanzia sasa hivi mpaka mwisho wa hii vita. Nakupenda sana mume wangu. Bwana ndiye mwanga wangu na wokovu wangu, nitamwogopa nani? Bwana ndiye nguvu ya uzima wangu, nitamwogopa nani? Akwinu mume wangu, popote pale uwapo, naomba unukuu mstari huu. Na kamwe Bwana Mungu wa majeshi ninayemwamini hatakuacha peke yako. Amina.
Pumbavu. Utarudia tena? Sirudi. Utaacha kiherehere? Naacha baba, naacha. Utaacha kuvamia kwenye nyumba za watu ovyo ovyo? Naacha. Utaacha kupenda wake za watu? Naacha baba, naacha. Utaacha kuita wake za watu wapenzi wako? Naacha. Mazoezi kitambi kipungue. Utajibu Kama mapenzi ni hivi, ukae mbali nami. Kama mapenzi upofuni, bora nisikone. Kama mapenzi ni hivi, ukae mbali nami. Nilijua ndoa ni raha, kitu cha thamani, kumbe kizaza. Halo, Nina tatizo. haujawahi kuishiwa na matatizo ya kwenu. Mkeo bado hajapona vizuri, mama mkwe wako bado hana hali mbaya, wewe unatafuta vibaya mno na serikali. Haya, niambie, kuna tatizo gani lingine? Hili tatizo la sasa linaweza kuwa baya zaidi. Simu yangu haipo well protected. Nakuja hapo ulipo sasa hivi ili tuzungumze vizuri. Okay, wacha nikutumia location ya mahali nilipo. Haina haja ya kutuma location. Wewe nisubiri hapo, sasa hivi nafika. Unadhani unaweza kujua mahali nilipo? Wewe subiri nifike hapo, ndio utajua nimejuaje. Wewe Maseno wa Kwino ndo amewafundisha nizamu ya uoga. Unaona mkono ni mchafu na bado unapokea. Hapana mkuu, hapana. Okay, twende kwenye ajenda. Una dakika 10 tu za kuzungumza, na 2 ameshazimaliza huyo mpuuzi hapa. Ajenda kuu ilionileta hapa kwako ni kwamba tubadilishe mpango wa kumuua Akwino kwa bomu, kwa sababu mipango yote niliyokuwa nikimshirikisha Keta, alafu dakika za mwisho nimekuja kugundua kuwa Keta anashirikiana na Akwino. Hivyo kuna 100% mpango umevuja na Akwino ana uwezo kukabiliana nao. GJFJ, GC, NM, NMHK. Joka, uliwaza nini kumshirikisha mwanamke juu ya michakato mizito namna hii? Dragon, nilidhani... Joka, hakuna cha kuzani. Unafikiri nini kitatokea baada ya kuzani kwako? Maana yake umechota na kumwaga mpango wote. Ambao watu wenye akili zao timamu walikana kuusuka ipasavyo. Umeniingiza gharama ya fedha nyingi sana, ambayo hujui hata ni gharama kiasi gani kuandaa hata bomu moja. Mkuu, hakuonekana kama anaweza kuwa mtu mbaya, lakini... Kwani mimi naonekana kama dakika inayofuata naweza kutoa roho yako Joka? Sionekani Good.
si mtu mbaya wala mwema anaweza kuonekana kirahisi. Sasa plani imeshaharibika na umeniingiza kilazima kwenye kuandaa plani nyingine. Mgano, mimi naona kwenye huu mtihani alikuwa nao master, na sisi tufanye kiasi kumsaidia wala kujisafisha. Ni kweli Skoba, lakini sisi wawili tu pekee sidhani kama tunatosha kukabiliana na Dragon. Huu ni mtego wenye sumu kali sana. Unajua Master Queen alituamini sana, hivyo basi na sisi inabidi tujiamini. Nina uoga mwingi sana. Sisi wawili hatuwezi tukafua dafu kwa Dragon na kundi lake. Hawa ni hatari sana, na sio Tanzania tu, bali matukio yao ni hadi nje ya mipaka ya Tanzania. Haya ni maji ambayo tumeshavulia ngumu gani. Na Master Queen alitufundisha kwamba ukianza kazi usishie katikati. Na hii kazi imeshaanza Mgana. Hapa hakuna kujiuliza tena. Ni mbele kwa mbele. Wanatoa mwanga baba giza bila kujua. Wanaongea kwa kutumia kodi, tena kodi za siri ambazo hutumika likitaka kufanyika jambo la hatari. Zinaitwa semi Morse code. Kwa hiyo anamaanisha nini? Watakabiliana na wewe tena ana kwa ana, na watatumia kitu ambacho hakionekani kama ni tishio kabisa. Kitu kama nini? Kivranox. Hili ni bomu wa Queen. Ni bomu ambalo linapatikana sana kwenye nchi za vita. Ni bomu ambalo anaweza akavishwa mtu na kwenda kujilipua, ama likawa katika mfumo wa bomu la kurushwa. Yes. Kate alinijuza kwamba Joka ana mpango wa kutumia bomu kwenye hii mission. Ila hii Talemi maana yake ni nini? Talemi ni mtoto wa Queen. Hawa maadui zako wamepanga kumtumia mtoto kukuangamiza. Ina maana wanataka kumbebesha bomu mtoto? Hawa mashetani kwa nini wanafanya hivi? Na hisi wanataka kumtumia mtoto kwa sababu nchi yetu inaamini sana watoto. Hakuna anayekagua watoto na hakuna asiyekuwa na imani na watoto. Naweza kurekebisha mkuu. Naomba unipe imani yako tena. Katika kuandaa plani mpya, waandaji ni wapya. Hautakuwa kwenye plani hii Joka. Jitulize pembeni na usubiri matokeo. Isubiri shingo ya Akwino mbele macho yako. Lakini usiongeze neno la ziada, maana kwa sasa nachobadilisha ni plani. Ukiongeza maneno nitakubadilisha na wewe. Utachagua sasa, Akwino akuandalie makazi wewe, ama wewe ukamwandalie makazi master wako. Nimekuelewa mkuu, na ninakuwa dakika 10 zimekwisha. Tuonane wakati mwingine.
Kwa hiyo tunafanyaje? Sina cha kukusaidia Akwino. Hawa watu nafahamu zaidi kuliko mimi. Tafuta namna ya kumalizana nao. Mimi sitakuwa front kabisa. Nitakusaidia tu kimya kimya. Ina maana Dragon nitapambana naye peke yangu, sio? Hapana master. Utapambana ukiwa na mimi. Hata mimi pia. Tutapambana pamoja master. Sasa hili nililokupa ni onyo. Ushawahi kusikia methali inayosema asiyefunzwa na mamaye funzwa na ulimwengu? Sasa ulimwengu wenyewe ndo kina sisi hapa, kina Kasongoe. Mwana wewe upo bali na ngazi. Na kufungua. Wewe wako tena ulete ipwa yako hapa kwenye hii nyumba. Nitakuonyesha. Saidia maji ya kunywa. Unataka maji eh? Dawa imekuingia vizuri, imekukolea. Subiri nakuletea. Subiri hapo, subiri. Sasa nasemaje? Wewe ni uchokoza ugomvi na wewe si ni bosi wako anayekutia kiburi. Anaenda jela na utaniita shemeji nakwambia. Sasa ngoja wewe jambazi aende jela. Mimi ndio nitakuwa baba mwenye nyumba kange wewe. Na kuanzia sasa nitahakikisha napambana mpaka akamatwe. Wewe nikokotee mawe. Sasa ndio nakwambia hivyo. Sasa ngoja uone kama utaishi na amani wewe. Wewe ni mpenzi wa kuingia mitandao ya kijamii kama Facebook, WhatsApp, Instagram na YouTube, lakini kila ukiperuzi bando linawahi kuisha? Sasa solution hili hapa. Chris Bando, bei kitonga. Ukiwa na line ya Halotel, basi usihangaike tena kuhusu bando. Mtafute Chris Bando kwa bei kitonga, unapata majibi kibao. Yes, ni kuanzia shilingi 11,000 na kuendelea, unapata GBs nyingi za kutosha. Sasa cha kufanya, fanya hivi, mtafute katika namba hizi hapa zifuatazo. Chris Bando ana namba 4, lakini mimi nitakutajia 2 tu, ni 0615 75 43 03 au 0785 73 63 61. Kumbuka, Chris Bando anapokea pesa kwa lipa namba, na unapomtumia pesa yako, chukua ule muamala wa pesa uliyotuma. Tafuta namba moja katika namba 4 zilizoorodheshwa hapa chini, kisha mtumie muamala wa bando ulilolituma. Atakuunga tu. Chris Bando ni mmoja, na unapomtumia pesa jina lije Christopher Luoga. Sisi tunamwamini Chris Bando. Wewe kwani usimwamini? Chris Bando, bei kitonga.
Vijana, mna uhakika mnataka kuingia katika huu mziki? Ndio. Okay. Dragon na Joka wamepanga kuniua kwa bomu, na hilo bomu watamvalisha mtoto mdogo. Master, mimi niko tayari kukaa karibu na makazi yako na nitakagua watoto wote watakaopita njia hiyo. Hata mimi pia niko tayari kudili na yote atakayekatiza. Hapana vijana wangu, ili tuishinde hii vita inatakiwa tutumie nguvu kidogo na akili nyingi sana, kwa sababu mtu tunayedili naye huyo Dragon ni mtu hatari sana. Kumbukeni kwamba Joka anashirikiana na Dragon na Joka alikuwa akishirikiana na Keta, kwa maana ya kwamba alikuwa anampa mipango yote Keta, na Joka huyo amegundua kwamba Keta alikuwa anamspy, kwa maana ya kwamba ile mipango ya Joka ilikuwa inanifikia moja kwa moja. Hivyo Joka ameligundua hilo, na kama Joka ameligundua hilo na kwenda kumwambia Dragon, maana yake ni kwamba watakuwa wanajua kwamba mimi naijua mipango yao. Hivyo basi lazima wabadilishe mpango wao, wakiamini kwamba ule mpango wao wa awali mimi nimeshaujua kupitia Keta. So lazima wabadilishe, waje na mpango mpya. Hawawezi kuja na mpango huo wa bomu. Una akili sana wewe jamaa. Unahisi nini cha kufanya? Sijajua wana mpango gani mpya, ila kabla hawajapanga huo mpango wao, inabidi tuwapige pigo moja takatifu la kushtukiza, ili watoke kwenye mfumo wao waingie katika mfumo wetu. Unamaanisha nini Master? Well, mtanielewa tu. Hii game ndio inaanza sasa. Dragon, unaongea na Master Aquino. Nasikia kwamba una mpango wa kuniua. Tena una mpango wa kuniua na bomu. Hivyo niko hapa kukwambia kwamba wewe ni mchumba tu. Tena mrembo sana. Hauwezi kushinda vita yoyote zidi yangu. Aquino, na kuhakikishia utajuta. Utajuta. Nitakuwa kifo kibaya sana. Kama jinsi ambavyo alikufa marehemu mama yako, akakuacha mtoto mwenye laana nyingi hapa duniani. Umempigia Dragon? Yes. Hauoni kama ni hatari? Maana anaweza kutrack simu yako kisha akajua mahali ulipo na akakupata kirahisi. Yes. Ndio ninachokitaka hiko. Nataka aitrack hii simu. Na ndio maana nimemwambia maneno ya kashfa, maneno ya kibei, ili kumvuruga akili na kumvuruga ubongo wake na kumvuruga mipango yake, ili achane na mpango wake, aanze kunitafuta mimi. Na ataitafuta hii simu popote ilipo. Na akiitafuta na kuifuata hii simu, hapo ndipo bwana Dragon atakuwa ameingia katika mtego wangu. Mtego upi Master? Nataka hii simu iende pale nyumbani ndani kwangu, ili akitrack ajue kwamba niko nyumbani. Kisha sisi tutakaa mazingira ya nje ya nyumba. Alafu kenge yote atakayejaribu kuingia pale ndani, sisi tulokuwa nje tutapata fursa ya kumuona kabla ya yeye kutuona, na tutadili naye kikamilifu. Na ndio maana ninasema atakuwa ameingia katika mtego wangu moja kwa moja.
Mimi niko tayari master. Niko tayari kuipeleka hiyo simu nyumbani kwako. Hapana. Pale nyumbani ni hatari sana kwenda. Kumbukeni Dragon ni muuaji hatari sana. Ni professional killer. Inawezekana wakati huu sisi tunazungumza, yeye ameshatuma watu wake pale nyumbani ili yoyote atakayeingia amfyeke. Au kipindi umebeba hii simu kwenda nayo nyumbani, yawezekana akaitrack na kutuma asasini wake wa kumaliza. Vijana wangu, sihitaji kumpoteza yeyote kati yenu kwa sasa. Hii simu yupo mtu atakayepeleka nyumbani na ataipeleka vizuri sana. Na kama kuna madhara, kama kuna majanga, kama kuna lolote, litamkuta yeye. Wameweza kutrack hii simu. Yeah, I know. Na ndio kitu unachokitaka. Mgana, shika hii simu. Nataka ifike pale nyumbani, lakini hautaipeleka wewe. Kumbuka kama nilivyokuambia, ni hatari sana kukanyaga pale nyumbani. Kama watu wa Dragon wamefika, wanaweza kukuua. Kama si mimi, ni nani atakayekubali kubeba hii hatari na kuipeleka hii simu nyumbani kwako? Ni Dante. Kwa kuwa Dante ana kiherehere, basi acha yeye akawe chambo. Kampatie simu apeleke nyumbani. Kama kuna hatari, kama ni kufa, akafe yeye kwanza. Dante? Yeah. Nenda kampatie tu hiyo simu, ataipeleka nyumbani. Tangazo, tangazo, tangazo. Tangazo, tangazo, tangazo. Kwa yote atakayefanikiwa kumuona KP wa Aquino, basi ujamaa atafutwa sana na maskari kwa kesi ya mauaji. Kwa yote atakayefanikiwa kumuona, basi donge nono la pesa tatolewa dhidi yake, kitita cha shilingi milioni 5. Tangazo, tangazo, tangazo. KP wa Aquino anatafutwa sana na jeshi la polisi kwa tuhuma za kesi ya mauaji. Kwa yote atakayefanikiwa kumuona, basi donge nono la pesa itatolewa dhidi yake, kitita cha shilingi milioni 5. Ili jamani, hii ni fursa. Tangazo, tangazo, tangazo. Huyu jamaa anaitwa KP wa Aquino anatafutwa sana na jeshi la polisi kwa kesi ya mauaji. Kwa yote atakayefanikiwa kumuona, basi kitita cha shilingi milioni 5 kitatolewa dhidi yake. Jamani, hii fursa ni yetu. Kama tunataka kujitoa kwenye umaskini, basi tuendelee kusaidiana kumtafuta KP wa Aquino popote pale alipo. Tangazo, tangazo, tangazo. Umewatuma vijana wapeleke simu kwa Dante. How? Dante anawezaje kufanya kazi na wewe? Hii sio kazi. Hii ni oda. Kwa sababu Dante ana kiherehere, basi acha apeleke hiyo simu nyumbani, ili kama kuna baa lolote na likamkute tu. Na vipi akikataa kufanya hiyo oda? Hawezi kukataa. Wewe utaona. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni Master Aquino. What? Hii video umeipataje? Peta, umekuja na mtu yeyote wa ziada eneo hili? Hapana. Nipatie simu yako.
Twende tukazungumzie pembeni. Dante alimfuatilia Keta, na nilipogundua nikajifanya sijamuona, ikabidi nimwazime simu Keta na nikamrekodi kupitia simu ya Keta. So kupitia hii video Dante atafanya chochote kile ninachotaka mimi afanye. Safi sana. Namtumia sasa hivi video, utaona jinsi atakavyochanganyikiwa. Huyu jamaa anaitwa KP wa Aquino, anatafuta sana na jeshi la polisi. Kwa yeyote atakayefanikiwa. Bwana Dante, nadhani umeiona hiyo video. Mimi ni muuaji sawa, natafutwa na serikali sawa. Ila nikiiposti hiyo video itaonekana wanashirikiana na mimi na unajua mahali nilipo. Na utakamatwa na polisi ili kusudi ukatoe ushirikiano wa wapi nilipo. Na kadri nitakavyozidi kuwa najificha, ndivyo kadri utakavyokuwa unazidi kushikiliwa na polisi. Kwa hiyo una dakika 20 tu za kujitetea. Otherwise mimi niachie video mtandaoni kisha tutafutwe wote. Unataka nifanye nini? Kuna mzigo wangu hapo. Nataka unipelekee nyumbani haraka iwezekanavyo kabla dakika 20 hazijakatika. Vinginevyo naachia hii video mtandaoni. Sawa, niko tayari kupeleka huo mzigo. Tafadhali usizisambaze hizo video. Kweli nimekosea. Na kuomba, niko chini ya miguu yako. Uko wapi huo mzigo? Naomba nipeleke. Huu hapa mzigo dogo. Wai! Ah! Nakumbuka siku ile tunapiga pingu za maisha, moyo ulikuwa mgumu kwako. Nilikutazama kwa jicho la hofu na kero ndani yake, sikuona thamani yako. Nikasema kama mapenzi ni upofu, ni bora nisikone. Kama mapenzi ni ujinga, ni bora nife. Nilijenga ukuta
nikaziba kila mwanya ya mahaba ndani yangu ili usipate nafasi. Moyo wangu umekubali, tena umekubali kukupenda kwa moyo wote. Sio yule mgeni niliyemchukia mwanzo. Wewe ni nyumba yangu, wewe ni furaha yangu. Nimekuzoea, 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 nimekuzoea.